Nime-express hiyo kitu vibaya. Umesema kusupport waume wetu. Kando na to be submissive. Yes. To be submissive umetufunza trust, love, kila kitu. So yangu nimeleta vibaya. Nilikuwa namaanisha hivi. Biblia inasema waume pendeni wake zenu. Jinsi mnavyojipenda wenyewe. So inamaanisha unapopenda mtu kuna to surprise. Kama huwa endapo binti show vipi. Sasa niulizia hao wanaume pia wanafanya. Sasa halo, Yesu makofi. Nadhani sikuongelea hilo kwa sababu ni kitu yenye iko nyuma hapa kwa key of successful marriage. So iko hapo, iko hiyo vitu yote tunaenda kutambua. Lakini hiyo inahitajika kwa sababu hiyo ndio ni mbolea ya ndoa. Amen. Nisema mbolea ya ndoa. Najua wakati unapanda mahindi na mmoja aipande na iwache, na mwingine afuatilie ile mahindi kila siku kupalilia na kuwekelea mbolea, yenye imepaliliwa na kuwekelewa mbolea huwa inakuwa mzuri ya kupendeza, na ile yenye imepandwa na kuachwa magugu humea na kuikula mpaka ikafa. Bwana asifiwe. So sijui niendelee nikuje nifike hapo tuongelee kama nimefika hapo. Ni sawa? Haya, pigia mama kofi. Mkono iko. Na kabla sijamaliza mkono. Nyinyi wa mawazee mnafanyanga hiyo kitu? Mna surprise? Na surprise. Mtu mmoja akasema kwamba nakupenda nafasi. Use money to build your marriage. Don't use money to build houses. Use money to build your marriage. Because ukikosa marriage or a good marriage, pesa zako zinakuja zinakuwa useless. Na hizo nyumba zenye umejenga unaweza enda kujinyongea ndani. Hello? Build your marriage using your money. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Na mwingine akasema kwa dunia hii kitu inaweza pia mtu furaha na amani mpaka aone ya kwamba ameshafika mbinguni ni ndoa. Mpaka mtu alikaa na unakaa lakini Rafael utahanga mpaka anamwambia madam be Rafael, what is problem? Pastor, no problem, it is just happiness. Bwana ndiye. Haleluya. Marriage imekuwa utamu mpaka mtu anaimbanga tuko sana. Kosana. Na marriage inaweza sababisha uchungu kwa maisha ya mtu mpaka mtu akajinyonga. Bwana ndiye. Inasababisha nini? Uchungu. Mpaka mtu anafanya nini? Hiyo kitu moja. Ikomo hasali na ikomo pilipili. So wakati unakutana nayo, handle with care. Ukiwa careless unakutana na pilipili. Pigia zidi ndio uko sawa. Umepeleka wapi sana? Sasa ndio maana mkurudia kwa sababu katikati nani. Okay, ni sawa. Pigia Yesu makofi. Ndugu Jackson, umekuwa na swali ama jambo sema? Bwana asifiwe. Amen. Mimi swali langu litakuja kwa hiyo kipengele namba 5 support Support ya. Ninaweza sema kwa ufupi almost 80% ya wanawake wakati wanapata mshahara ama pesa huwa wanaangalia kwao si kwake kwenye ameoleka. Watuambieko mbona wao wanafanya hivyo? Wa mama, habari zenu? Na kuna jambo lingine? Kabla hujamaliza kwa sababu ukisoma Zaburi 40 na ya 5:10. Zaburi fungua tu masaburi. Fungua Zaburi 45:10. 45:10. Mwalimu naenda. Sawa. Kama watoto wamelala mnaweza kutengenezea mahali wanalisha watoto. Zaburi
45:10. Zaburi 45 ndogo ya 10 nasema hivi. Sikia binti, utazame, utege sikio lako, uwasahau watu wako na nyumba ya baba yako. Ufanye nini? Mama imesemaje? Usahau watu ya nyumba yako Baba yako. na watu ya baba yako. Endelea mstari unafuata. Naye mfalme atautamani uzuri wako. Naye mfalme atafanya nini? Atautamani uzuri wako, maana ndiye Bwana wako. Ndiye nawe umsujudie. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Haleluya. Amen. So niuliza nyinyi swali kabla ya kurekodi kwa maandiko, kwa sababu watu wanaweza itafsiri vibaya. Si ni kweli? Unaweza tafsiriwa vibaya. Ile swali ndio nauliza, bwana mnapelekanga pesa kweli? Wanaweza sikia. Amen. Kwanza umesema wake wanafanyaje? Wanapata pesa ama mshahara wanapeleka kwao. Una uhakika kama kwa hii familia yangu kama haswa ndoa ama watoto hakuna jambo linatendeka ama support yenye huyu mama anafanya? Hamna. Yaani nimeongelea almost 80%. Okay, nataka kujaribu kujibu. Mimi kitu yenye ninajua wake siku hizi tumekataa kuwa full time housewives kwa sababu ya responsibility. Responsibility ya kwanza ni kwa nyumba hapa. Pastor vile ulisema ya kuwa mume anaweza kuwa chini kibiashara. So haistahili tulale njaa kwa sababu hula hakupata. Mimi nikiwa living testimony, mimi pesa yenye nafanyia kazi mpaka leo ilikuwa CTL. CTL inamaanisha mume wangu alipokuwa ananipea kazi nina save. Nilipanga na kama sio imevunjika. Ninaweka. Na alikuwa akikupea pesa kabla jioni haijafika atatuma bodara kitu chakula. So ile pesa hujafanya nini? Haujatumia. Wanaweza asifiwe. So hiyo pesa nilikuwa ninaweka. Siku ya kwanza nikapatia dada yangu akaibiwa kubwa. Na hiyo system nilitoa kwa dada yangu. Tulipokuwa tunakuja likizo, tulikuwa tunakuja kwake. Na alikuwa hata akienda safari anatuambia mkipewa pesa muweke kidogo. Maana kesho ule anaweza kosa kupata lakini hii yenye mliweka itawasaidia. So nilikuwa na hiyo mentality nilipoenda kwa ndoa nikaendeleza hiyo jambo. So nilikuwa naweka pesa yenye mume wangu amenipatia. So nikasave hii pesa iliwahi isaidia dada yangu mkubwa kama ameibiwa. Nikamwambia mimi niko na CTL hapa. Alipokuja tukafungua ile thermos. Actually pesa ilikuwa imeshika hata mold. Tukiwa tunapanguza tukianika. Na tukapata ni karibu 1,100 plus. Na wakati hiyo sikuwa nimeanza kazi. Hiyo pesa nikapea dada yangu. Ndugu yangu tena vile alipata shida, nikamwambia sasa wewe umeshainuka. Nirudishie ile pesa tena nipatie ndugu yangu. So ikawasaidia hivyo kwa sababu nilikuwa under good maintenance. Bwana Yesu asifiwe. Mume wangu alikuwa ananiangalia, ananinunulia chakula, kila kitu. So watu hii pesa ilipowasaidia wakanirudishia. Na mimi niliendelea na ile biashara ya CTL kusave. So mpaka leo hii ninatumia hiyo pesa kwa biashara, sijawahi acha ndugu. Pesa yenye nilisave kupitia mume wangu. Bwana Yesu asifiwe. So upande wa kusaidia nyumbani unajikuta kama uko na familia yako wazazi. Na si kila kitu utaenda kwa mume wako. So inabidi unapofanya kazi, itabidi ufanye nini? Urudi nyuma. Like nitakwambia nataka kwenda nyumbani. Wewe unaweza nipea 1,000 ya transport, but je, nitaenda mkono huu? Lakini nikiwa na kazi ama sifanyi kazi na nacheza chama, si itabidi nifanye shopping niende nayo kwetu. Maana ninapoenda kwetu nimebeba box, wanajua sifanyi kazi. Of course watajua wewe mume, sifa inarudia wewe. Maana naishi maisha mzuri, nikienda naenda na kitu. So hiyo ndio kwa sababu wanawake wanafanya nini? Wanapeleka pesa kwao. Pili, mama yako anaweza kuwa mjane, uko na wadogo wako, wanakutegemea wewe. Sasa itabidi kama ni hiyo CTL usupport. Na support inapoenda, hakika wanajua Bwana ndiye amefanya nini, kwa sababu hautasema ni wewe. Hiyo ndio kwa sababu mbili ya muhimu yenye nafikiria inaweza changia wengine wachangie. Kwa nini pesa huwa unaenda kwetu kusaidia? Amen. Sasa wacha ni respond kwa hiyo maandiko and then
tuendelee, si ndio? Soma mstari wa juu yenye imesomwa na ya chini yake. Zaburi 45 andiko ya 9. Yeah. Andiko nasema hivi. Binti za wafalme wamo. Binti za wafalme wamo. Miongoni mwa akina bibi wako wastahiki. Miongoni mwa akina bibi wako wastahiki wanaofaa. Mkono wako wa kuume amesimama malkia. Mkono wako wa kuume amesimama malkia. Amevaa dhahabu ya Ofiri. Amevaa dhahabu ya Ofiri. Ofiri, Aya 10 nasema hivi. Angalia, imeanza. Mkono wako wa kuume amekaa. Baada sijui. Mkono wako wa kuume amekaa. Maana yake ako kwako, ako na wewe. Na imeanza juu kusema kuna wengine ndani yao ambao hawasimami kando ya mume wao, wanasimama kando ya madugu zao na familia yao. Kusimama kando niyo support yenye tunaongelea. Bwana asifiwe. Amen. Tunapatana? Yes. So yule mwenye hayuko tayari kusimama kando, sema kando, ya mume wake, ndio mwenye anaambiwa wachana. Bwana asifiwe. Amen. Najua unaweza kuwa na mke, lakini chenye anafanya hapa kwako ni mama mkwe ndiye anayemwambia. Na ukiambia mke wako kabla hajasema ndio, lazima confirm kwa mama yake. Ndio chenye umemwambia fanye, mama yake amwambie fanya ama usifanye. Tumeelewana? Bwana asifiwe. Sasa sambuli hiyo ndio naambiwa wachana na watu wa kwenu, wachana na mama yako. Bwana asifiwe. Kuwa tayari kusimama na mke wako. Sio tu wachane nao usiende kuwaona. Sio tu wachane nao usiwasaidie. Bali wachana nao usimame na mume wako. Maana yake mume wako ndio final say. Sio mama yako ama baba yako. Tumeelewana? Mume wako ndio final say. Mume akisema ya kwamba tunabadilisha town, tunatoka Busia tunaenda Nairobi, na uulize mama yako akwambia hapana mwanangu, Nairobi ni mji wa dada, usiende, utafuata na utafuata mume wako ama bwana yako? Kwa mama mko hapo. Hello. So kuna wale mama anakuja anasema mama yangu so chenye mama yako amesema kinaleta argue na mume wako. Hapo ndipo maandiko inasema wachana na watu wa kwenu. Sio tuache kuwasaidia, sio tuache kuwatembelea. Maana maandiko inasema kwamba watoto ni baraka kwa wazazi. So wewe mtoto wa kike, wewe ni baraka kwa wazazi wako. Soma hiyo mstari wa 10. Maandiko yanasema hivi, sikia binti, utazame, utege sikio lako, uwasahau watu wako wa nyumba ya baba yako. Naye mfalme atautamani uzuri wako, maana ndiye Bwana wako, nawe umsujudie. Aya 12. Ndio 11 tumemaliza. Yeah. Sawa. Bwana asifiwe. Amen. Usikivu na kusimama na mume wako. Unajua kwa familia inafika mahali decision inakuwa ngumu. Mama yako ameamua hivyo. Kama alishindwa kukuamulia kabla hujaoleka. Wengine simliwaambia wala dada msianyoe. Na wala mama unanui jambo. Hapo ndio biashara yake ya maamuzi imeisha. Na kama wewe ni mwanamke, mama yako asio mshauri wako, tafuta mshauri mwingine mbadala. Na ni mwanamke mjinga anayeripoti mume wake kwa mama yake. Na ni mwanaume mjinga anayeripoti mke wake kwa mama yake. Sisi kama mwenyewe
ni mwanamke ng'ombe. Sema ng'ombe. Ng'ombe amekaa na mama yake, anaripoti mume wake. Sema ng'ombe. Na numusa atai ng'ombe. Achile hale ni umaika, anaripoti mke wake. Ndoa Biblia inatambua watu wangapi? Mke na mume. Instead ya kusumbua hao watu, kaeni chini wawili, muamue maisha yenye mnataka kuishi. Kama mama yako alipiga baba yako, na wewe Daudi wa msata, nimekuja kuambia no. Uliza yeye huko tayari kunyoroshwa. Ukiona Kevin amesema no, wanawake waongeaje tukiongea, tafuta njia nyingine. Bure mama yako atakumisilimu. Unajua mama mko wengi ndio wanapika mandoa. Ndio hiyo kitu. Mama wazee waongei, mama Bishop amekasirika. Unajua mama akisikia kitu kinatoa mtoto kwake, anaona hapa kama ni wasibu mtatoa nguo. Mwana basi wengi wanasema asanda naye. Kwani nani alikuwa amekwambia uteseke naye? Umeteseka na yeye. Tena bado unataka kumtesa kwa ndoa. Si waje basi kama ameteseka na wewe akaepo na amani. Na mtu mwenye anaweza pea huyo kijana wake amani ni mke wake. Sisi kama umeelewa mama. Mwenye anaweza pea huyo kijana wake amani ni mke wake. So ukitaka kijana kuwe na amani, shika mke wake. Na hakuna kitu kijana anapenda kama kuona mama yake na bibi yake wanapendana. Lakini wakati mama na bibi wamerukana, mtu mwenye anaumia ni kijana. Because ukweli ya mambo, mtoto kijana na mama yake isibidi sema ni super bullying. Kawacha. Na mtu akikuja yetere, wacha nikwambie mama. Huyo bibi ya kijana wake alikuja kama ameisha. Hata ukingangana hakuna mali. So the best way ni kutafuta urafiki na yeye. Amen? Amen. Tafuta urafiki na yeye. Unajua ya kufika mahali mama hapa anasimama, bibi ya kijana hapa anasimama. Ndio inaandika. Pigia Yesu makofi. So kuacha watu wa kwenu ni kuacha kuwasikiza ama kufuata mambo yao. Because inaweza kuwa mila ya kwenu na mila ya watu wenye umeolekamo ni tofauti. Na wewe mwanamke ukiwa Mkristo na uelekee Uislamu utasilimika. Ukiwa Muislamu na uelekee Mkristo utaokoka. Maana yake ni nini? Utawacha vya kwenu. Vya kwenu kama vilikuwa Uislamu utawacha kwa sababu umekubaliana na Mkristo. Hiyo ndio kuacha yenye maandiko inaongelea. Tumeelewana? Yes. Na hapo ndipo utaona uzuri wa mume wako. Pigia Yesu makofi. Kevin mama kanisa akimaliza unaniambia. Watu wasikae njaa. Haya. Tunaingia kwa key secret to a successful marriage. Key secret. Siri ya mafanikio kwa ndoa. Siri. Pale mwanzo nimeongelea communication. What is the most important thing in marriage? Ya kwanza nimeongelea communication. Na key secret to successful marriage ya kwanza, be a good listener. Sometimes kwa communication unapata watu wana communicate but wa kusikiza hakuna. Hello? Bwana asifiwe. Be a good listener. Bwana asifiwe. A good listener. It is the first secret in marriage. As a man, anastahili kusikia
kusikizwa. Mama mko na kusikizwa kuko mara mbili. Kwenye mwanamke anataka asikizwe, na kuna kusikizwa kwenye mwanamume anataka asikizwe. Guza mwenzako mwambie kuwa ready. Halo, nianze na mwanaume ama mwanamke? Wanaume wanasema waanze na wanawake, wanawake wanasema bwana asifiwe. Lady first. Pigia heshima kwa mwanaume. Wewe unapaswa kumsikiza mke wako kwa njia hii. Ukuwe patient wakati anaongea. Nimesema ukuwe patient. Kwa sababu gani sema ukuwe patient? Wanakuwa mako warefu kidogo, hawaendagi direct kwa point, na wanaweza ongea mambo 100 na point kama moja. Bwana asifiwe. Haleluya. Baba msiseme tunawatukia. Ni kweli. Ni kweli. Mama anaweza amka asubuhi na kuulize hii mvua itanyesha. Sasa ni asubuhi saa 1. Mimi kama bwana nitajuaje kama mvua itanyesha? Bwana asifiwe. Wamwazee mnasikia mnakutana na maswali kama hayo. So kwa haya maswali ya ujinga ama ya uerefu, umsikize na umpe the correct answer. Mwambie leo ndio inakaa. Bwana asifiwe. Halo. Unajua tunaongea mambo ya mvua na hata jua haijawaka. Mkajua kama mawingu imefunika hapa. Bwana asifiwe. Anafaa sikizwe kwa mambo yake yote yenye anaongea. Unamsikiza kwa makini. Nimesema anasikizwa kwa mambo mengi, lakini ukuwe patient ya kukaa na kuacha. Kama uko na simu uweke kando, umwangalie kwa uso. Anaongea ya na kweli hapo unasikiza inakaa ya hapo ya umesema inaendana. Bwana sikiwe, unamsikia analode. Bwana sikiwe, usikuwe busy. Wewe unaongezea kama swali. So Bwana sikiwe. Halo. Bwana sikiwe. So tukue patient wakati wanaongea, wasikize. Na wakati tunawasikiza, mahali penye alikuwa anafikiria roho, unamsaidia kwa upendo. Namwambia lakini umesema hivi, lakini najua kama ni mzuri nafanya hivi. Ama wewe unaonaje pia? Bwana sikiwe. Wakati unakosoa mtu kwa mawazo yake, usisahau kuweka kale kadia ama ka sweetheart. Bwana sikiwe. Kanafanya na feel umemurekebisha kwa upendo, ama umekosoa mawazo yake kwa upendo, lakini umesikiza. Amen. Wanaume tupo? Tupo? Bwana sifiwe. Amen. Si umeelewa kusikiza yenye inafaa usikize mke wako? Yes. Lakini mke anafaa usikize mume wake kwa njia nyingine tofauti. Bwana sifiwe. Amen. Mwanaume anapoongea ni mfalme. Most of the time wanaume wanatoa order. Bwana sifiwe. Amen. So wakati anaongea inafaa umsikize kwa kufuata mwelekeo ambaye anaweka. Kwa mama mko? Kwa kufuata nini? Umsikize kwa kufuata mwelekeo maana, kwa sababu most of the time wanaume kwa wanatoa order. Na hiyo ndio maumbile yao. Amen. Amen. Na kuna order zingine zinatolewa zenye hazifai. Sababu si eti hao ni 100% wako sawa.
But kwa kusikisha yeye, nikawapa siku moja mfano. Kwa mfano kiti kiko hapa. Mke wangu vile kifikia unaweza kaa. Kiti iko hapa. Na mimi nitoa oda hiyo kiti itolewe hapo iwekwe pale. Mke wangu hastahili kusema eti mimi ndio nimeweka hapo kwa sawa. Kiti ya kwanza ni kuitoa. Aipeleke. Penye mzee amesema iwe. Ikishawekwa ndio sasa akuje baadaye aseme lakini ile kiti tumeweka huko. Nimesema baadaye sio saa hiyo. Vinakuwa kanasa Ubikae kuchelewa sasa sema sasa hii naje nini? Sasa hata tunapokuwa kuja uniseme. Ishe ndio kumama pesa. Unaweza kuonya. Mwanaume hatoi sheria kwa sababu hapa na pesa. Hata kama hana pesa ni mwanaume. Bwana siwe. Amen. Halo? Beba peleka ndio ukoja tulie nimwambie Bwana. Nilikuwa naona hapa ilikuwa samaki ama unaona hadi kwa sawa. Utasikia hapa nimeona kwa sawa ile. So inakaa penye wewe unataka sio kwa sababu umekomandi kule, kwa sababu umemsikiza. Unajua mwanaume wanawake wanaweza fanya watoto wapigwe kwa boma na baba bila hata baba kutaka. Mnaletea watoto shida bila hata baba kutaka. Napata baba ameambia mtoto hiyo ng'ombe hiyo uitoe hapo uifunge huko. Wewe mfanye uenda osha kwanza vyombo. So baba amepea direction vile mambo inafanyika. Lakini mama amesimama yake ya kwanza. Wanasifiwe? Hello? Sasa katoto kanaishi kuchanganyikiwa, kanashindwa. Mama naye ni mkali kwa mtoto, mpaka kanajipata kanafanya mama. Baba akitokea anasema hii sasa misingi ni mibaya inawekwa. So ni lazima nitoe sura ya simba kaeleweke. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini the moment unakuwa good listener, amen, utapata mambo inaenda smart. So mwanamke ukiwa hapa, time umewaka na piana direction, ikuwe mzuri ikuwe mbaya, fuata. Abigaili ana correct mistake ya Labani ama anaitwa nani? Nabali. Baada ya kufanya mistake. So mistake utacorrect baada ya kusikia. Hello? Unajua mwanaume atakija anaongea na mke anaongea. Kofi inapita. Wanaume ndio wajanja. Hello? Kofi inapita. Wakati mme anaongea unakuwa msikivu. Piga makofi. Na kwa golden rules for happy marriage inasema number 1, never both be angry at the same time. Hello? Amen. Chuko kwa communication, kwa kulisten. Nyinyi wote msikasirike. Unajua the moment mnakasirika, kusikiza kunanga. So mwingine akiwa amekasirika, mwingine asikize makasiriko. Najua makasiriko inatoa mambo mengi. Hata siziwe. Amen. Tunapatana? Amen. So mama mtakuwa wasikivu, wanaume mtakuwa pigia Yesu makofi. Number 2, as a couple, agree to disagree. Agree to disagree. Pigia Yesu makofi. Kwa ndoa kuna mambo inatokea yenye both sides wanakuwa na opinion tofauti. Bwana siwe. Amen. Na hapo ndipo una agree ku disagree. Ukuwe mtu wa kukubaliana na partner. Kama mwanaume
Kama ukijua kwamba niko tayari kusarenda misimamo yangu. Kama mwanamke uko tayari kusarenda misimamo yangu. Wakati una agree kudisagree, hapo ndio center penye nyinyi wawili mtapatana. Na mkipatana, hiyo ndio key secret kwa happy marriage. Lakini ukiwa uko mwanaume na uko na msimamo ambaye nasema ya kwamba nimesema mimi ni mwanaume, jua ya kwamba dosari itatokea. Na ukiwa wewe mwanamke uko na misimamo yenye hauwezi vunja, halo, hakuna vile ndoa yenu itafaulu. Lazima ukuwe mtu kwa leo ile, hata kama wewe mwanaume ambaye ukiona pressure imepanda, wanaume wako unaweka chini, unaagiri. Wanasemanga say yes, say yes to what? Hayo mwezi tamka bwana tiwe, na pia mimi sitatamka. Lakini hiyo ndio siri. Unaweza pata chenye unataka, ndio the right way ya ku lead this family, but argument imeinuka, unasema yes, ninakubali. So wakati unakubali, inaletanga ile pressure inashuka chini. Sema nimesikia. Wakati mlikuwa mmetofautiana na unakuja kama mwanaume unakubali, inaletanga ile pressure inashuka chini. Wakati ile pressure inashuka chini, so wakati unakuja kama pressure inashuka chini, you reason together, and then utapata unakonvince mwenzako na anakufuata. Ndika mtu ananielewa? Bwana asifiwe. Amen. So key number 2, agree to disagree. Successful loving couple respected the point of views one another. Ukuwe mtu mwenye unaheshimu point yenye mwenzako anatoa. Usikuwe tu wewe ndio hamalake ukisema umesema. Halo? Bwana asifiwe. Pigia Yesu makofi. Number 3, forgive each other. Hello? Do what? Not 10 golden rules for happy marriage. Forgive each other. Inamaanisha hivi, never go to sleep with an argument unsolved. Msamaha inapatikana ama inafaa ipatikane, na hii msamaha iko na limit ama period. Never go to sleep with unsolved argument. Usiende kwa malasi. Basa kama mluo. Basi mluo. Usijaribu kupata kitanda na issue yenye haijamalizika. Mumalizie issue kwa sitting room na msameheane kwa sitting room. Hello? Hello. Unyola mkazi ya fimbi yo musa choaye. Kurula asubuhi mpaka jioni. Imefika jioni, anaenda bedroom, amefura. Anaamka asubuhi, amefura. Jioni, amefura. Ulikuwa na ndoa fulani, walikuwa na argument na issue. Kawaida siku. Ni kweli? So, wale jamaa ikawa mgombe niko pale, watu hawaongeleshani. Watu hawafanyi nini? So, jamaa anapokuja na chakula anaweka hapo. Mama akitaka kucommunicate anatuma mtoto. So, jamaa alimaliza sapa na alikuwa anafaa amke mapema. Akaandikia mke wake notes. Amen?
Si ameacha mke sitting room yake amekuja kujilasi. Kamwandikia note akamwambia please ikifika ile ni saa 11 ikifika 5 uniamushe kuna mahali nataka niwahi. Akamwekea kanoti pale. Mka alipokuja akasoma jamaa kume request ya amwamushe saa 11. Amen. Zilipofika saa 11 wakati ya mke kuamsha jamaa. Mke pia kaandika note. Akasema saa 11 imefika amka. Haleluya. Sasa jamaa kulipoamka kumechelewa kukaruka. Sasa hiyo ikafungua kuongea. Na yule akamwambia wewe uliniandikia note. Pia mimi nimekuandikia note. Bana sifiwe. So, ninamaanisha nini? Ndoa, ukiona ndoa imefaulu, jua kwamba issues zinatokea. Lakini watu wako tayari kusameheana. Usifanye makosa eti kwa sababu mume wako amefanya makosa. Maana makosa haiwezi tengeneza makosa. Ndiposa maandiko inasema shinda uovu kwa kutenda mema. Halo? Tunapatana? So hauna sababu ya kutusamehe huyu mtu. Bwana asifiwe. Pigia Yesu makofi. Number 4, accept kukubaliana ama kukubali. Bwana asifiwe. Unapaswa umkubali mwenzako. Halo? Kwa maisha ya ndoa, kila mtu ako na udhaifu wake. Vile mtumishi wa Mungu amesema hapa kwamba hauwezi jua mtu kabla haujaishi na mtu. Hauwezi jua Yesu kama hauko na Yesu. Hauwezi jua mtu kama haujaishi na mtu. So wakati unaingia kwa ndoa, unakuwa tayari kukubali. Unaweza mwelekea, unapata kuna morota. Halo? Na ukimorota maji inatoka? Unajua hizi nyumba ziko na vituko. Kuna morota mpaka hata wewe kulani na kushinda. So usipokubaliana na yeye na hiyo hali, hakuna vile hiyo ndoa itakuwa successful. So vile unaweza kuchukua sio vile ako ndio vile ako. Maana umempata haujamuona. Ukikaa na yeye ndio utamjua. So wakati unajua unakubaliana na yeye. Bwana siwe. Unajua wakati unatongoza alafu peleke mchumba wako out. Unaweza kumnunulia fanga hii ya 300 ml akashindwa kumaliza. Ama second. Waka alimaliza? Siku kwanza hakumaliza. Hakumaliza. Anashindwa kumaliza kabisa. So ndio wanasema Mungu amenisaidia. Huyu hata aliku chakula. Halo? Leta yeye kwa nyumba. Leta yeye kwa atatoa nguo. Chakula ilikuja na baki tu na vest. Anakula polepole. Hakuna tunashindwa huyu ni ule ama amenibadilishia. So kama hauko tayari kukubaliana, haiwezi kuwa mahali. Bwana asifiwe. Wanaume, kuna vitu yenye mliona kumchukua mkapata sio lile. Kwanza upate chakula hapo. Hawakuli. Anaokota na Paka unashindwa sasa hii bajeti yote imepigana ya nini? Lakini akishakaa wewe Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So lazima uwe tayari
kubaliana ama kukubali hiyo hali. Ukuwe tayari kukubali hiyo udhaifu. Ukuwe tayari kubali. Sema nitakubali. Wacha kwanza kufikiria chinyoyo kitu kingine. Nimekwambia utaruka mkojo kayake mharo. Sikudanganya. Kubaliana na hiyo hali. Na ukikubaliana na hiyo hali, na yeye pia kubaliana na hiyo hali yako kumorota. Mambo itakuwa nini? No morota mara nikarudia na hapa kurushia sana. Bala sikiwe. Halo? Amekubaliana na hiyo hali. Sema nitakubaliana na hali. Sema huyu ni wangu sasa jamani. Dada mkuse mtu wako. Huyu ni wangu. Bala sikiwe. Hali nakubaliana na hayo. Bala sikiwe. Halo? Hali nakubaliana na hayo. Bala sikiwe. Amen. Waacha kuweka mawazo ya kuongeza ama kuoa. Ama kudivorce ama kwenda kuoleka. Nimekuambia wanaume ni wale wale. Wanawake ni wale wale. Wakati una pike moja, unang'ang'ana kumfanya vile wewe unataka. Amen. Ndio mnaona sisi si adha. Ndio kulekina. Asubuhi kabisa. Halo. Tunamwambia mtoto wa watu mimi nimeamua. Nimekubali. Hiyo mbuzi bwa. Kularaba. Kularaba ketrabo. Bwana sifiwe. Haleluya. Wacha kusengenya mke wako. Kubaliana na yeye. Wacha kusengenya mume wako. Kubaliana na yeye. Wakati unakubaliana na yeye, kwa hiyo udhaifu wake unakuwa nguvu zake. Uone vile ndio itakuwa tamu. Bwana unaunja unanunua. So wakati unapeleka mapua sasa hao ndio wakati ndio nyonya yeye kabisa. Halo? Unajua mtu mwenye mdomo inanuka kile ina malisana hiyo harufu kwa mdomo ni kiss. Mumenielewa? Sieti anasugua meno. Kuna watu hapo tu hivyo. Anatoka kwa brush saa hiyo lakini harufu inatoka kwa mdomo. So siri sio brush. Siri kukamata hiyo mdomo. Halo? Siri kufanya nini? Na kunyonya hiyo mdomo kabisa. Hiyo harufu inapotea penye hiyo harufu inapotelea hauwezi jua. Sio kwa hapo kwanza kuwetu kwa ndio roli ni sisi. Ndio uko wanakulindia haijamunwa. Bala siwe. Eso nyonyi hizi. Sio tunaongelea kukubaliana na hali. Wakati unakubaliana na hali, unatafuta njia ya kuishi kwa hiyo hali. Bwana sifiwe. Haleluya. So ndio kama kesi wangu msacha wangu mno kunyanga ndio kuimanya. Because nimekupea key secret. Yenda jaribu leo. Hautasikia ya by the way. Sio joke. Amen. Pigia Yesu makofi. Amen. Number 5. Take responsibility. Wakati mwanamke unajua majukumu yako kwa ndoa, take responsibility. Wakati mwanaume unajua majukumu yako kwa ndoa, take responsibility. Takuliko tayari? Amen. Bwana sifiwe. Situmaliza alafu tukule. Take responsibility. Nataka nipate wanaume watatu na nipate wanawake watatu. Wanawake walipee responsibility ya wanawake na wanaume walipee responsibility ya wanaume kwa ndoa. Mkono juu ya mwanaume wa kwanza. Nasimama unasema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi kama mwanaume, responsibility yangu kwa ndoa
Kitu ya kwanza ni provide. Aha. Kitu ya pili ni ku make sure ya kwamba familia yangu iko na shelter. Aha. Kitu ya tatu ni ku make sure ya kwamba nimeprovidea familia yangu mavazi. Aha. Alafu Hiyo imetosha. Nataka watu waongee. Haya, tupate mwanamke mmoja. Responsibility ya mwanamke kwa ndoa. Kazi ya mwanamke kwa ndoa. Haya, dada. Kutunza mwanaume. Bwana siwe. amen. Nibembeleze, nibebe. Bwana siwe. Yaani ubembeleze mwanaume, umbe. Unabebwa kweli. Haya. Kevin, wewe unabebwa ama wewe ni mzito? Okay. Unaenda jibu au kwanza kujibu? Haya, nipate mwanaume mmoja aongelee kuhusu responsibility ya wanaume. Wanaume mmoja. Yaani nyinyi hamjui kazi yenu kwa ndoa. Sasa wacha niongezee hapo. Wewe nyamaza. Nafaa ni protect. Nyamaza. Nataka wengine waongee ndio tujue tuko pamoja. Yes, Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kitu ya kwanza mwanaume anafaa kujitambua si kitu katika familia. Aha. Kujitambua. But hiyo ni responsibility bwana. Tunaendelea. Haya, endelea. Haya, endelea Kevin. Mimi kama mwanaume ndio naweza leta furaha kwa nyumba yangu. Aha. Kitu ya pili nafaa niangalie mwanamke wangu huyu iko vitu yenye anahitaji, si lazima nimuulize ama naona tu. Unamsurprise na kitu kama hiyo, anaona kweli huyu ananiangalia. Na surprise. Surprise hizo. Kwa mfano anaweza kuwa na biashara, wewe unachungulia tu kisiri siri. Unaamua ongeza kitu fulani, naona iko vizuri. Alafu kitu kingine kama familia, uko na watoto, jukumu ya familia ni wewe. Unatunza watoto sawa na mke wako. Asante. Mama asikuwa mtu akwenda kuombaomba kila kitu. Ama maliliwe nje italeta shida. Amen. Na hata akilia nje wanaweza kunyang'anya. Ndio hivyo sasa. Haya, mama mmoja tumalize sasa. Aongelee kuhusu responsibility ya mwanamke kwa ndoa. Mama mmoja, kazi ya mwanamke kwa ndoa. Wa mama, habari zenu. Nini mnafanya kwa ndoa? Haya, karibu Kevin. Bwana asifiwe. Mimi kama mwanamke na heshima, familia yangu, watoto na mume wangu wako safi, nyumba inatengeneza, yani wapate chakula kwa wakati na kila kitu kitakuwa sawa. Asante. Pigeni hao pema makofi. So wakati mnaelewa responsibility inafanya familia inakuwa na amani. Amen. Mnataka kwenda kwa haraka, naona wakati umesonga ili tumalize. Si kweli? Number 6. Date night. Date night. Hello? Unajua wakati watu wanaoana mambo ya kudate. Kudate si mnaelewa? Mambo ya kudate inakuanga imeisha. Lakini kama mwanamke na mwanamume inafaa watu mna date mti yako siku mnaenda mahali. Mkishaenda mahali masimu mnasima. Sasa ni mundu humu. Bwana asifiwe. Haleluya. Aiseki huko. Asalimia mti yako. Dating haiishi tu kabla hamjaoana. Inaendelea hata kama mnaoana. Ukue time
Hapa wameweka usiku. Interference out. Watoto nini simu out. Penye Mungu ni wawili. Sasa mama anakuwa na problem. Wako wao sababu ni Mungu ndio kujuzi kuhono. Bana bangi si bali. Nashika sasa mtu naye. Huko na yeye huko, yeye anawaza watoto ndio wataenda wakule vitu vyao huko kwa pasa hapo. Naomba ambao huyo rudi kwanza tukaenda kando, mimi na mtu yangu tufanye ile kitu. Huko na mama mawazi kwa tufuga. Unashinda huyu mtu mkusabia. Almwana pia habera hano. Mwana pia habera hano. Anataka ukimua keki pale penye mumeenda, tena kurudi nyumbani tena ununue keki. Mama, mstay up. Tukiwapeleka out ni wewe na out. Mkule burudi ile mwera asimiliwa kana kana kwa maana unulio usiku. Imekuwa muda yako na yeye. Acha kuleta pale watoto. Oyola mama tilo kudaira mapesa kwa kubusta biashara kwa date. Sasa lazima mimi nimetoa hiyo kunywe kitu baridi. Wewe uko unaniambia ile biashara yako inaenda chini. Biashara ni moja kwanza ni bali. Hapa ni biashara nyingine. Don't believe business in business. Alo moja na mko kwa nguru kwa ile kukalie. Eti kama akisema imekata hata sio ndio atakati hapa. Sasa wewe what is problem? Hello? Wewe unataka tununue kamba ya kisima watu huko. Mjinyonge. So keep on dating. Amen. Amen. Inaongeza vinjari na chumvi na roho kwa marriage. Bwana siwe. Inajua sometimes majukumu mengine mingi vitu mingi kwa inasaulika. Sio? Salimia mtu yako. Bwana siwe. Amen. Mnanielewa? Amen. Unajua milango za kesi nafunga. Ndio ndio watu waende chokeleo za pasa sasa wangu. Niko na manzana naye. So mtu atakuwa anafikiria anasema sema tufanye hivi. Sasa nikienda naenda kutafuta nini? Bwana siwe. Pigia Yesu makofi. Add romance. Romance kwa Kiswahili tutawekaje? Hiyo madoido sasa. Maua mama mwaka alikuwa anasema surprise. Hello? Mahaba. Unaenda anaosha vyombo unafanya hivi. Romance. Anashtuka hapo. Unajua sometime. Bwana siwe. Add romance. Bwana siwe. Na mwingine unaweza enda ufinye ili kumwagia maji ya vyombo. Bwana siwe. Sasa wewe unaenda kuromance lakini unapita imetoka huko. So kabla hujazoea usiende tu kama amesema hata kutreni yeye pole pole. Unajua ukitaka ng'ombe aanze kulima unaabishana pole pole. Ukitazoea sasa unaweza enda na mambo iko sawa. Unajua mke mwingine unaweza kumwambia you look smart, anakuambia najua. Bwana siwe. Kuna madoido yenye lazima ikuwe kwa ndoa. Ndio hiyo ndoa ikuwe tamu. Pigia Yesu makofi. Pastor alikuwa msachamba ndogo la kasi na you smart. Haya, nitakuja kujibu hiyo swali la Bishop na Mama Bishop. Mama Bishop. Nakuja kujibu kwa sababu gani wanaume hawaambii wake mluku mbuji or you are smart. Nitajibu because naenda hapa. Yes makofi. Romance lazima ikuwe kwa ndoa. Tunaenda haraka. Kama niko sawa nipigie makofi. Aya, kuna kitu inaitwa utu wa mgongo. Yaani hiyo ndio kujeje. Bwana sifiwe. Number 8. Keep intimacy alive.
Kuna kitu inaitwa kwa ukiita kwa Kiluya ama kwa Kiswahili na aibu. Na hii kwa Kisungu inakuanga mzuri tu. Inaitwa sex. Bwana siwe. Amen. Hello. Hello. Keep sex alive. Tuko pamoja? Amen. Sex mama mpo huko serezi ukose ni kudaha mfuga. Najua mnapata tabia eti revenge ni kungoja. Wakati wewe umetulia. Wakati kunasumbua umefanya nini? Umengoja kurevenge. Wakati ikifika unamwambia utajua upi. Bwana sikie. Hallelujah. 99% ndoa zenye zinavunjika, the reason ni lack of sex. Wakati sex iko kwa ndoa, sex hainanga time. Sema anytime. Anytime. Mtu wako akitaka Nayo. wazee mpo? Wangapi kwa ananyuma? Yaani hao watu ni wazuri kabisa. Bwana siwe. Haleluya. Sex kama issue iko kwa ndoa, sex inaweza kurudisha amani. Na mpate mnaenda safari mpya. That is why sex sio kitu ya kuangukiana kama makuku. Ni kitu inataka preparation. Na preparation inaanza tu kwa kuromance. Bwana siwe. Soma Mwanzo. Sisi Mwanzo 3. Soma Mwanzo 3:16. Kitabu ni Mwanzo mlango wa 3 andiko 16. Nasema hivi. Akamwambia mwanamke, wanaume msikize. Hakika nitakuzidishia uchungu wako. Hakika nitakuzidishia uchungu wako. Na kuzaa kwako. Na kuzaa kwako. Kwa uchungu utazaa watoto. Kwa uchungu utazaa watoto. Tamaa yako itakuwa kwa mumeo. Sikiza hapo. Kama uko na Biblia underline tamaa yako. Na tamaa yako itakuwa kwa mumeo. Tamaa yako itakuwa kwa mumeo. Tamaa yako itakuwa kwa mumeo. Alafu tamaa yako ikiwa kwa mume wako atafanya nini? Naye atakutawala. Naye atakutawala. So wanaume nisikize. Hautawali huyo mwanamke eti kwa sababu jenda yako wewe ni mwanaume. Wanaume mnanipata? Yes. Hautawali huyo mwanamke eti kwa sababu jenda yako wewe ni mwanaume. Ama eti kwa sababu wewe ni mfano wa Mungu, no. Unatawala huyo mwanamke ikiwa hiyo tamaa yake utaifikisha. Tamaa yake ni na tamaa yako itakuwa kwa mumeo na mume wako atakutawala. Tamaa hiyo ni sex. So mwanaume usipopea mke wako sex hauwezi kutawala. Ndipo utapata shamba boy akimpea mzuri anakuacha leo. Paka unauliza na huyu mwanamke awache milionea aende kwa shamba boy. Mwanamke hakuji kwako eti kwa sababu anataka pesa. Inaweza kuwa kwao penye umemtoa wako well off kukushinda. Hata baba yake anaweza kusupport. Lakini anawacha anakuja. Amekuja sababu gani? Sasa mtaka kuongea. Wanawake mnaenda kuolewa kwa sababu gani?
Bi Rafa, ulienda kwa Rafa kwa sababu gani? Kwa sababu ya sex. Aha. Ni sawa. Hiyo sex wewe mwanaume ukitesa nayo, hakuna siku wewe mwanamke atakuheshimu. Huyo mwanamke atakuheshimu ukimfikisha hapo na umpe atosheke. Na ukiona mdomo iko juu, shika hiyo mkono, peleka. Akitoka huko bedroom akikuja sisi tunacheka. Hiyo basi hiyo peke yake. Acha kupiga mwanamke ngumi. Kawaida. Piga ile fimbo. Bana sio. Wale zili ndio kwa nini? Tuliza. Ikiwa ni mwanamke wa mdomo. Si nimesema mwanamke akiwa na mdomo. Bwana sio. Chukua afanye nini? Kitoka huko Anaiba sifa. hata ongea. Ukimwangalia ni msimamaji tu. Amen. Bwana sio. Hello. Hello. Mama uko na jambo. Bwana asifiwe. Amen. Asifiwe. Amen. Mimi nina jambo mchungaji. Yeah. Umeongea mabaya ingawaje tumecheka, tumefurahia. But pia kuna swali hapo ndani nataka niulize. Uliza. Mchungaji, umesema mwanamke hiyo ndio dawa. Na tuko na wanaume pia wenye mwanaume anakashirika mpaka hata na malazi akilala anaangalia ukuta hadi hataki usonge karibu naye. Huyo naye ni dawa gani tutatumia kama wanawake? Sasa ndio hapo sasa. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Pigia Yesu makofi. Uniangalia wanawake. Mwanamke upande wa sex, mume wako kutaka sex kwako. Wakati anakuoa tuna miezi 4 ambazo atakuhitaji kwa kutazama wewe na kuona maumbile yako. Inamwattract, anakutaka. Lakini miezi 4 ikiisha onward, kitu chenye kinafanya mwanamke akutamani ama akutake ni tabia. Ndiposa maandiko yanasema na wanawake mjipambe vile wanawake wa kitambo walivyojipamba, sio kwa kushuka nywele na kuvaa vizuri, bali walijipamba kwa utu wa ndani, tabia. Tabia yako inafanya mwanamume akikuangalia hivi hapa anataka. Na tabia yako inafanya hapo ndio mama Bishop amesema wanaume mnaambiana wakeleni uko smart. Kwa sababu after 4 months mume haangalii nguo yenye umevaa. Mume haangalii mafuta yenye umejipaka. Mume anaangalia tabia. So wakati unaamka anaangalia tabia. Wakati unasonga anaangalia tabia. Wakati unaongea anaangalia tabia. So wakati unajipamba kwa utu, atakwambia you look smart. Lakini wakati una consider nje na ndani tabia imeoza, hata upambe upite, mume wako hata kwambia you look smart. Hawezi. Wanaume Mungu anatamani? Hawezi. Wala sikia. Haleluya. Swali langu ni hili. Mimi ni mwanamke kwa nyumba. Yeah. Ni mwanaume kwa nyumba. Huyu mwanaume aidha mimi nikikosa anaweza kuniongelesha mimi nikakubali, si ndio? Yeah. Alafu mwisho yake tukaendelea na maisha.
nimekosa. Na inafika wakati hata nijaribu kumbembeleza, naweza kama kwa nachemsha maji labda inakuwa kwa baridi, lakini hiyo siku nimekama sasa mpaka maji hata at akioga, yani hata akioga ile maji kama moto kameingia hapo kidogo, yani anaangalia ngozi haiko vibaya vile. Natoka huko na tawe bibi na nimekuwa mwili, yani nikitengeneza maji toke natengeneza vizuri na kuendeleza na kupeleka mpaka kwenye nafaa nifanye, lakini maji ninafanya yote na kuendeleza na kuchukua matungo ya kani hadi nimeshika kila mahali, kama inafaa kufika kwa mapaja hapo nimefika. Baada anaenda huyo mwanaume anachapa kama mwanamke kama angalia. Bwana sikiwe. Halo! Halo! Kitu cha kwanza, bwana sikiwe, kuna crack yenye inasibwa na kuna ukuta wenye umeanguka. Umeelewa? Formula yenye itatumika kusiba hii crack kama imekera sio formula yenye itatumika kujenga ukuta kama umeanguka. So kuna issues zingine zimeenda beyond yenye tunaweza sema ukuta huo umeanguka. Amen? Na kuna crack kametokea. So usikuje na mchanga ya kupiga kwa crack wakati ukuta inaanguka. Amen? Maana ukuta kama inaanguka, ile vipati yenye vimebaki lazima vibomolewe, vitolewe, na wakuja waanze kujenga upya. Na kama iko crack ndio utafinya ukipeleka kwa mapati. Amen? Bwana siwe. So lazima uelewe uhusiano wako kwa ndoa ama maisha yako ya ndoa umeishi aje. Inaweza kuwa mume amekuzoea, ukikosa unakuja unapiga magoti unaomba msamaha, na sio mara ya kwanza unakuja kupiga magoti kuomba msamaha. Lakini the moment unaomba msamaha akisema tu iko sawa mke wangu, you repeat the same mistake. Unanipata? So wakati unakuja maji moto tawe, haangalii kama umejicorrect, because issue ikitokea inakuanga watu wamekosea, lakini anaangalia ni kawaida yake. Anafanya hivi lakini hata badilika. So ndio unapata masaji anamaliza anavaa nenda, because haiko sure ikiwa vitu vile unafanya unamaanisha. Umenielewa? Bwana sifiwe. That is why kwa ndoa haustahili kukua sorry. You supposed to be careful. Because kitu kamoja kana kuweza kupea regret ya miaka mzima. Kitu moja, varsity. Akaitwa na mume wake ya kwamba kuja niko na watu wangu, bila uko mrembo ujionyeshe tu wakuone. Basi akakataa. Ilimcost maisha yake yote. Na uamuzi mfalme akawa ametoa. So vile unavyoishi, don't be sorry, be careful. Because kama unapenda itokee ukuje masaji ya rudi normal, siku moja utaenda kwa masaji na anakataa. Na anakataa na anakataa. Basi ya regret. Na story ilikuwa siko. Kwa sababu wewe ni mrembo na wewe ni mke wangu, tokea tu, watu wajue mimi pia ni mfalme. Bwana ziwe. Amen. Haleluya. Amen. Lakini basi akasema no, sio wakati huu, wakati mwingine. Unajua unaweza nyima mume wako sex, na kumnyima kwenye kuna mnyima ikuwe imemaliza shughuli hiyo kabisa.
na aseme sasa vile umekataa, kaa na kitu yako. Bwana siwe na ibaki. Unajua wanawake wako siko kusema kwambia mwanaume sitaki, lakini mwanaume akisema hataki, mwanamke anaona huyu mtu, maswali ya mipanga kando inaanza kutokea. Bwana siwe. Naita pia sitaki iko kwa wanawake. Ama wanaume pia mnasimama mtaki. Bwana siwe. Haleluya. That is why nimesema usiende kwa kitanda na issue yenye itakuwa solid. Wakati unaenda kwa kitanda, wewe mwanamke unasema amekuja akaangalia kando. Je, mumeenda kwa kitanda kama mmesolve issue yenye imekuwa? So shida ni sababu mumeenda huko kabla hamjafanya nini? Hamjasolve. Mkue watu issue ikitokea msolve kabla hamjaingia huko. So wakati mnaingia huko mmesolve na mambo inakuwa sawa. Amen. Mama Bishop, sema jambo. Pastor nitendee swali. Uliza. Kwani Musa na kama ya huko ndo? Nikidada mdala yetu kesa ya boda mwe. Msawai. Babu ni chui. After chai, yenya sex. After breakfast, yenya sex. Saa 9 yenya sex. Hadi 0 yenya sex. Oh, nammenya sana umpenya hata na mla kwa jina geta ni hata na Afrika. Anya ndo kwa hata umai kwa bore hebusiba. Fungua first Corinthians chapter 7. Niki amurera. Na kenda yenya. Na kona yenya. Mundalo yenya. Aliko kia amurera. Hadi yenya. Samwana siye kuma angabida hii ni varula ina sungana hii. Aya soma first Corinthians chapter 7. Aya tusikize. Wakorintho wa kwanza 7 aya ndogo ya kwanza. Wakorintho wa kwanza 7 aya ndogo ya kwanza. Basi kwa habari ya mambo yale mlioandika, kwa habari ya mambo iliandikwa, ni heri mwanamume asimguse mwanamke. Ni heri mwanamume asimguse mwanamke. Lakini kwa sababu ya zinaa, kwa sababu ya nature miili zetu, kila mwanamume na awe na mke wake mwenyewe. Kila mwanamume na akuwe na mke wake mwenyewe. Na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Na kila mwanamke na awe na mume wake mwenyewe. Halo? Halo. Hapo tumeshika kufika hapo smart. Kwa sababu ya zinaa, ani kwa sababu ya maumbile. Kwa sababu ya feelings ziko kwa miili zetu. So mwanamke anakuwa na mume wake kutimiliza ile haja yenye mume wake hapo nayo. Na mwanamume anakuwa na mke wake kutimiliza haja yenye mume wake ama mke wake hapo nayo. Si kweli? Hiyo ndio sababu inafanya mnakuja pamoja. Endelea. Aya 3 nasema hivi. Mume na ampe mkewe haki yake. Na mume ampe mke haki yake. Na vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake. Na hivyo hivyo mke ampe mume haki yake. So ni haki ya wewe jamaa. Anytime. Sema ni haki yangu. Wanaume mko? Haki yangu. Inua kitambaa juu useme haki yangu. Haki yangu. Wanaume, haki yangu. Maana maandiko imesema kutupe haki. Wakati wowote. Hiyo kweli sio mimi nimekata kama askofu. Hata kama maandiko imekata. Azime stove. Yeah? Hata kama anapika asime gas. Stove isimishwe taarifa. Haina shida. Kwa sababu ya ugali, ukipewa mwanaume ugali hata kula.
Kama kwanza utampea jina. Rudia hapo mahali sina matatizo. Haya tunasema hivi. Mume na ampe mkewe haki yake. Mume ampe mke haki yake. Na vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake. Na hivyo mke ampe mume haki yake. Kisha namwambia kusema hivi. Mke hana amri juu ya mwili wake. Mke hana amri juu ya mwili wake. Mwili hauna amri. Mwenye amri yako. Bwana asifiwe. Ndio tumesikia hauna amri. Mwenye amri yako. Na vile hauna amri hii mwili. Mwenye hapo na amri juu yake ndiye anajua inafaa nini. Mwenye hapo na amri juu yake anajua inapaka nini. Mwenye hapo na amri juu yake anajua ataikagua saa ngapi. Amen. Wanaume mko? Tuko. Koni sana. Salimia mti hapo. Bwana asifiwe. Hapo. Ile kesi nimemaliza. Amen. So usitoka hapo eti anataka anga tu kila time. Na wewe mbona usitaki? Pia wewe hapo Wewe pia ataka hapo siku moja. Yana malizianga wapi? Wewe una malizianga hapo ndio utaki. Na kwa nisome aya 5. Malizia hiyo. Malizia basi. Malizia tu. Aya 5 nasema hivi. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda. Msinyimane isipokuwa mmepatana. So kama unataka lunch time wasifanye mpatane. Au mwambie siti, lunch time hii kule tu gani? Kwa sheria. Na sio sheria. Sheria inamaanisha mtu fulani ataifanya by force. By force. Because ikishakuwa sheria ni by force. Lakini mapatano ni maelewano. Tunaweza elewana leo tusifanye, lakini kesho ikifika mnafanya. Kwa sababu mmeelewana. Ama tusifanye asubuhi jioni tutafanya. Tufanye ya. Hiyo ni kuelewana. Msipokuwa mmefanya nini? Sio by force. No. Sio by force. Mapatano. Endelea. Sisi ndio maana mjao. Sema hivi. Msinyimane isipokuwa mmepatana kwa muda. Kwa muda. Isikiza. Kwa muda. Msije mkaanguka kwa majaribu. Wewe mke wako niulize wake swali. Kwa sababu hii ni dhaifu iko kwa wake wa Afrika. Wakati niulize kwanza wanaume. Kevin. Yes. Unakunywaga breakfast kwa nyumba? Yeah. Na wakati mwingine simu ikikuita na bahati mbaya utoke kama hujakunywa breakfast. Na wewe ushinde nje. Utakunywa ama utarudi jikunywe kwa nyumba? Nimesema uende ushinde nje. Hebu ni unijibu swali. Sawa. Just say. Yes. Utoke kwa nyumba haujakunywa breakfast. Na uende nje ushinde nje. Utakunywa nje ama utakunywa? Nitakunywa nje. Kwa sababu gani? Niko mbali. Ni kama niko mbali nitakunywa. Lakini nikiwa karibu kabisa. Unahepa swali. Eseke. Toka kwa nyumba haujakunywa breakfast. Na wewe ushinde nje. Utakunywa ama hautakunywa? Kwa sababu gani? Si sababu nasikia njaa. Ama utakunywa kama usikia njaa. Nitakunywa sababu nasikia njaa. Hii ndio jibu wanaume. Na masaa ya Nimetoka kwa nyumba kama sijakunywa breakfast ama kama sijakula. Nimeenda nje, nimesikia njaa. Na nimekula kwa hoteli. Si bata. Na hivyo ndivyo mwanamke wakati unaacha bwana yako anatoka kwa nyumba na njaa ya sex. Atakula. Atakula. Ninawaambia mimi mchungaji. Na wacha nikwambie. Kuna mambo yenye haitaki maombi. Wakati njaa inakuuma, hautaomba na ushinde. That is why Yesu aliwaambia muwape. Na wakati mwanaume anataka mwanamke, hata ufunge utapata mwanamke ndio utulie.
So hapa hakuna maombi, hakuna wokovu. Rafaeli akitoka kwa nyumba kisha hapo full package. Hadi mule mwicha wangu ni nini? Akwambia mama yako niko sawa. Akishakwambia niko sawa, unamhaka, unamwambia tembea salama. Alafu hiyo kitu mwanaume akitoka kwa nyumba kama umempea mzuri iko na kismat. Njia zake zinafunguka. Kengaza hapa, dekata mwa sinaki imbelisie kini. Amuli kana wa. Ana concentrate na kutafuta pesa. Kama mwacha njaa, anaenda huko instead ya concentrate kwa pesa, ana concentrate kwa malaya. Pesa atapata? Hello? Hello. So sex ni ya maana. Msichukulie vile mnafikiria. Hiyo mtu apewe wakati anataka. Kata nini vijana kufungira kwa nini ufanye hapo kungurani na mwanamke kani. Nawaambianga nyinyi watu wenye mwaka inakuta hukuta. Wakati unajua mume wa mtu anakuwa kwa kazi na leo ameshinda kwa bomu. Wewe toka huko. Umeenda kwa huko kutengeneza mvuto na leo ndio sana amua leo siendi ka? Sisi ndio kaamua siendi ka? Sasa wewe ndio hapo time unataka kupeleka mshereko kwa kina Jose. Unaharibu meza ya bwana. Unaharibu meza ya bwana. Wakati unaona hao watu wamecreate time, jirani kaa kando. Achana nao, utaenda kumbucha kama mama yako peke yake. Na ukiona mama anaingia, anapenda kuingia saa jioni, leo anarudi saa 7, toka enda. Usijaribu maneno. Wewe sasa umekaa kama mtu mjinga, hautumii reason. Wewe huyu jamaa leo akarudi saa 7. Jirani afanyanga jioni. Leo amerudi saa 7. Wachana na hiyo story yenye ulikuwa umekuja nayo, enda kwako. Ngoja wa kwako. Uwezo upange mambo yako. Bwana siwe. Amen. So sex kwa ndoa sio kitu ya kuweka msaha. Ni kitu yenye inakuliwa kwa maandalizi bora. Pigia Yesu makofi. Kuna mtu hapa na swali? Haya, tunapoendelea tumebakisha tu 4 tunamaliza. Pray together. Bwana siwe. Ndoa mnastahili muombe pamoja kama mume na mke. Wakati mnaomba pamoja, huwa inawasaidia kushinda attacks zinaweza toka kando kwa ajili ya kupiga ndoa yenu. Ndoa yenu kando na kukua na hii mambo yote inahitaji maombi ya pamoja. Bwana siwe. Mkae pamoja, muombe pamoja. Na muongee mambo mazuri kwa pamoja kwa ajili ya ndoa yenu na kwa ajili ya watoto wenu. Pigia Yesu makofi. Have patience for each other. Mvumiliane. Iko pale kwa kuelewa hiyo. Uvumilivu unatokea pale pia. Wakati unaelewa mtu udhaifu wake unamvumilia. Pigia Yesu makofi. 11, respect each other. Bwana siwe. Respect in private and respect in public. Hiyo ndio nilikuwa nimeshazungumzia. Nikiwaambia kwamba usiongee mbaya kwa mtu yako akiwa ama kama hayupo. Ya mwisho, last but not least, encourage each other. Bila mnakaa hivyo, mwanaume anahitaji kuwa encouraged kwa kitu yenye anafanya, na mwanamke pia anafaa kuwa encouraged. Usikuwe tu mtu ya kukosoa mwenzako. Isikuwe tu eti mtu kuni makosa unamuita kumwambia. Akikosea ndio sasa umsomee.
But akitenda mema unamshukuru na unamwambia keep on. Bwana asifiwe. Hiyo kuencourage inafanya watu wanajituma. Unapata mwanaume ameenda nje amefanya kazi, akirudi anataka tu mpokee na umwambie baba, hata kama leo kumeenda mbaya, ninajua kesho iko sawa. Amen? Unamwambia usijali, hapa kwa nyumba tuko na chakula. Lakini ya wakati anakuja hana, unampokea na matuzi, unampokea na shida, unampokea hata uelewi kaje. Unapata ile kitu inafanya mtu anashushika. Anaweza enda nje akose ama apate. Akikosa ni encourage, akipata ni encourage. Mwanamke pia anataka kuwa encouraged. Wakati amebaki kwa boma akishughulikia watoto na kumwambia mke wangu, kazi ninafanya kwa familia yangu ni mzuri. Umenitunzia watoto vizuri. Mtu anakaa akijua umemwelewa na una recognize chenye anafanya. Amen? Hello? Hello. Isikuwe tu tumekaa na yeye kumkosoanga tu, unaona ko sijui utaelewa dini. Bwana asifiwe. Hello? Hello. Encourage mwenzako. Bwana asifiwe. Kwa hiyo encouragement itafanya mtu akuwe na bidii ya kujituma. Nataka niwasomee mambo 8. Nitasoma tu ambayo ni rule for happy marriage. Number 1, never bring up past mistake. Mistake ikitokea, usikuwe mtu ya kitu ingine ikitokea unaleta ilitokea. Mistake ikitokea na msuluhishe unaisahau. Ingine ikitokea unakabiliana nayo. Lakini ukiwa mtu wa kuleta mistakes zenye zimetokea inaharibu. Pigia Yesu makofi. Number 2, if one of you have to win an argument, let it be your spouse. Bwana siwe. Kama argument iko na kati yenu watu wawili, kuna mwenye anafaa shinde, wacha akue mwenzako. Mume wacha akue mke na mke wacha akue mume. It takes two to argue, and the one in the wrong is usually the one who talks the most. Na inakuanga mwenye hapo na makosa ya hapa sana. Bwana siwe. Anaongea sana ajidefend. Sasa ukue mtu wa kuacha mwenzako awin. Usiseme tu eti mimi lazima niwin. When you are wrong, admit it and ask for forgiveness. Ukikosea kubali na uombe. Tumeelewana? Kubali na uombe. Pigia Yesu makofi. Simama kwa miguu zako. Kabla sijamaliza kwa maombi, kuna mtu wako na swali? Kwa hiyo tukiyote. Kuna mtu wako na swali? Haya, ambia tu Mungu asante kwa wema wake.